Nataka tu niende mbali mbali nikakunywa tindikali mbali mimi nataka tu niende mbali mbali nikakunywa tindikali mbali roho yangu ishakubali. Nataka niende mbali mbali nishakubali. Nataka niende mbali na sitaki maswali. Nataka niende mbali mbali nishakubali. Nataka niende mbali na sitaki maswali. Usishtuke. Sawa shemeji. Usishtuke. Usishtuke shemeji, sawa? Karibu. Hebu kwanza tuliza kifua chako. Hapana. Shika maji unywe shemeji, tulize kifua. Mimi nataka kujua kwa nini ukanileta hapa? Alafu punguza jazba. Unajua jazba isaidie. Niambie, mbona mmenileta hapa? Mimi nitakueleza kila kitu. Basi tuliza kifua angalau upate nguvu. Kwani imekuaje? Nitakuelezea. Shika kidogo maji. Mimi sitaki maji. Nataka kwenda zangu. Hapana, tutakufanya vizuri shemeji. Sawa. Shika maji. Hapana, usiondoke shemeji, tafadhali. Tafadhali. Wakumbuka nilipokupigia simu nikakwambia kuwa kuna bedi kwa mwanamke. Hicho ndicho kilichotokea mpaka ukaanguka. Na mbona kunipeleka kwangu? Hapana, singeweza. Tambua ni vigumu sana kukupeleka kwako. Abedi.
Hapana, shemegi. Niache. Tafadhali. Mbona unachukua jaziba kiasi hicho? Hapana, nataka kwenda kumwona mume wangu. Hapana, hebu tuliza akili. Hebu tuliza akili. Tambua Bede amekufanya kitu kibaya sana. Alafu sasa hiyo unavyochukulia, tambua unaweza kwenda na mengine. Nakuheshimu sana. Na kushukuru kwa kuwa unileta kwenda kwa nina yao nilikondaona, na siwezi kujua nini ambacho chaendelea. Lazima nikamfuate mume wangu nimuulize kwa nini amenifanyia hivyo. Sawa basi, hiyo ni lazima, lakini tambua mimi sina ubaya. Mimi msaada wangu kukusaidia kuweka hapo. Asante, nashukuru kwa kunisaidia. Kwa heri. Sikia mwanamke, mkwambie menzoea sana vibaya. Jero lala Hivi wajisikia unachoongea kweli? Kengwa sijisikii ingekuwa naongea. Yaani mume wangu, kitu gani nimekukosea mimi? Kitu gani nilikosea? Hivi wewe unajua kama unikosea mimi? Unaona tu maisha rahisi. Uone kama unikosea? Ama umri wako ujisuti. Wewe kufikia hatua mpaka kwenda kutafuta mwanamke mwingine kulala naye. Jiangalie kasoro yako nini mpaka mimi nalala na mwanamke mwingine. Na kwa taarifa yako, hii talaka mimi naiandika. Ushaona? Hii talaka mimi naiandika. Simi mpumbavu ama mjinga. Mume wako nini? Unajua kama anikosea sana. Iki unachonitendea, lakini wafikiria kweli kwa ndani. Hata kama sifikirii, nafikiria, nimeamua na kuandikia talaka. Na kwa taarifa yako unapondoka hii nyumba, uione kama kituo cha polisi, pumbavu mkubwa. Tena usiniangalia tu kantia roho imani, wewe mshenzi nini? Kwa sababu wewe mwanamke gani wewe? Unatani hivyo mwanamume hauna fadhila kumbe. Mimi sina fadhila. Hauna fadhila kabisa. Wewe mshenzi nini? Nilipokuokota kule. Mimi uliniokota. Ujione. Si unawiri sasa unaleta ujeuri. Wakwenda kulala nje na vivlala vingine. Tena usinitibue. Niache niandike talaka yangu kwa amani na rehema starehe. Maana naweza kujararua sasa hivi mshenzi mkubwa. Ole wako. Wewe. Yaani zile ahadi zote ulizonipa ilikuwa ni uongo mtupu kumbe. Ahadi gani wewe? Unajua ahadi wewe ungeenda lala nje huko. Wewe mwanamume kumbe nitapeli hivyo kiasi. Tena mshenzi mkubwa mwenyewe. Ngoja niimalize na utajua mimi ni mpumbavu ama nitapeli. Shika. Bwana mume wangu. Ewe, mimi ninakwambiaje? Mimi siko tayari mimi na yetu kuachana. Atia uko tayari tuachane. Mpendwa hapa. Sawa, hata kama umenisaliti mimi nitakubali tu. Na mambo yaishi na tuendelee na maisha. Hayaishi wala hayaanzi. Ndio shaanza hivi na ndio namaliza. Shika. Shika bana, achelewesha bwana. Ama ukiniangalia mimi ni mzee wa Red Cross. Ewe, shika. Hebu usishike tena. Hebu nakwambia usinipigie magoti, sijakuwa Mungu wala sijakuwa Yesu Maria. Hebu shika hapa talaka yako wewe. Wewe, usinifanye nikakufanyia kitu kibaya katika maisha yangu ambayo sitaraji kukufanyia. Shika. Hapana mume wangu, usinifanyie hivyo mimi. Mume wangu, naomba uniangalie nitaenda. Na hesabu 1 mpaka 3. Kama hujaichukua hii, nitakupeleka na forklift. 1, shika. Mume wangu jamani, nakuomba ufikirie nyuma na urudi mbele. Mswalie mtume mume wangu. Mfikirie nyuma na rudi mbele. Sasa wewe niache hapa katikati. Lakini shika talaka. Naomba unisamehe mimi. Mkusamehe nini? Shika. Kama pengine nikukosea basi naomba unisamehe mwenzako. 2. Shika. Mimi mpaka shaiandika talaka bado nataka nikae chini tuongee. Tuongea nini? Kwanza tupanga ratiba za harusi hapa.
Basi shetani mimi anivaa vizuri sana. Shika ya 3. Mama shika, nitakupeleka mbio. Shika uondoke kwa amani. Na kuomba, shika. Mwanamke. Kwa sababu wewe kuliana sisi wanaona mimi kumba. Toka kwangu una nyumba mchezi mkubwa. Mimi nakufuga nikulishe kuvisha. Wale unatia upumbavu tu. Wewe nini shenzi mkubwa? Kwenda kwenu huko. Kama una kwenda utakahifadhi kwangu na lazima shenzi mkubwa. Kwenda niache mimi. Napata mtoto mweupe kipotabo mzuri. Na huo mlango wangu ufunge utie na kufuli. Sanga. Ndio shemeji. Mimi nimekuita hapa nataka unisaidie kimawazo. Sawa shem, nakusikiza. Kwa sababu unaona kama maisha yananishinda hivi. Usintania shemeji. Maisha yako yamekorogeka, yamekoroka kivipi? Sijui nimefanya kosa gani. Ngoja kwanza. Mume wako kupata talaka. Abedi akanipa talaka. Na kwa nini Abedi amua kupata talaka wakati yeye ndo mkosa? Na mimi na wewe tulimshuhudia na tulimchungulia kwenye dirisha. Mbona amue tu kuandika talaka kirahisi ampatie? Ama nikuulize shemeji yangu. Pengine kuna siku alikwambia kama nilimkosea. Haja nitokee kitu kama hicho. Hili swala mimi hata nalishangaa. Yaani akupita talaka na wakati mkosa yeye. Anyway, shemeji yangu, usijali. Huwezi jua Abedi ameamua nini, na huwezi jua Abedi kitu gani ambacho yeye amekifikiria kama kuchukua uamuzi huo, kwa sababu hata nikifuata Abedi sasa nikiongea naye sidhani kama atanisikiliza. Mimi nahisi tu usifike mbali. Sawa, usifike mbali. Tutaongea na tutamaliza. Sawa shemeji yangu? Sawa. Pole sana shemeji. Sawa. Asante. I know that uniamini, but you the only one I feel. No, sitaki any other one. Wala hili mekuzoea, jonku kande. Burudani mini kudande. Yeah, Monday to Sunday. Pembeni unito Monday. Yeah, mama. Una 30,000 nyingi. Saizi uchumi waonaje wewe naye? Nyumba nataka kulipa, ofisi nataka kulipa, na watu ni wazuri waonaje? Ninaleta mpya saizi. Njoo zione. Sasa mimi nakwambia wewe ujide usikie. Mimi naleta mpya. Waja. Sawa mimi nakungoja basi nakuletea mpya sasa. Nini dada? Karibu dada, karibu. Karibu dada. Nini? Karibu dada. Karibu dada. Karibu dada. Kuna nini dada? Kuna nini? Niambie, kuna nini dangu? Haketi chini niambie mama. Kuna nini? Karibu dada, shida iko wapi? Kula utakula, kama vitu kwenye friji vimejaa, kama nyumba kubwa hii utalala mahali popote utakapo. Shida iko wapi dadangu? Wewe unaje nyumba ilivyo kubwa? Shida gani unao mwanangu? Dadangu, niambie. Talaka nini? Talaka nini mwanangu? Dada. Talaka nini? Hapo utakula, utavaa. Kila kitu kiko ndani ya nyumba. Kitu gani ambacho unataka? Karibu dada. Karibu. Mimi nakukaribisha. Shida iko wapi? Mbona mimi sina mume na nala, navaa. Nyumba kubwa kama inayo, kama kula nala, kuvaa navaa, kila kitu navaa. Shida iko wapi? Ingia ndani usipeleke ile bag mwanangu. Peleka ndani dadangu. Peleka ndani. Peleka ndani begi. Mambo kama hayo ushapata customer wapya. Shida iko wapi? Niambie, chombo kipya kishaingia chenye manukato. Shida iko wapi? Ukiangalia mbele, ukiangalia nyuma, kila kitu kiko sawa. Sasa waja. Lakini 50,000 yako baba, sababu hichi chombo kipya. Waja, fanya haraka. Kwa sababu kimeingia sasa hivi nitaka kianze mwenyewe. Ukikobole mwenyewe bila mwingine hajakianzia.
Basi mimi niko ndani hivi nakungoja. Anambia nitaidi kama basi wote naopata wachafua chafu. Mbona kazi yako wageni? Wachafua chafu sasa. Aweza kufungua tena. Sasa waliniambia sikiza kama Mwarabu. Lambieni. Mbona kazi mbaya watu walalamika nyinyi napigiwa simu kila saa napigiwa simu, kazi shuka chini. Mama wenyewe wanaume wenyewe wagumu kama nini? Wanaume wagumu kila siku walalamika, nyinyi inaonekana kazi ya mwiezi. Si ndio? Hebu tuangalie vizuri kwanza. Mimi najua watu wangu nyinyi mko sawa, lakini sasa mbona walalamika? Wao mapema waka vipi? Oya maza sikiza. Niambie mwanangu. Na mwenyewe atuboki mama. Wewe unionaje kwani? Mimi napigiwa simu na kwa nakuona vizuri mwanangu, tena uko sawa kila mahali. Hebu geuka mwanangu. Geuka mwanangu. Sasa waona shape kama hiyo. Mwanamke akije sasa wenyewe hayo. Ndio hapo mwanangu. Na wewe? Toi pesa mama wanaume. Ndio. Tena kuambia wanaume hawana kitu. Mimi nataka niwapeleke kwa watu wapendeshewa sawa sawa. Mimi nawaletea wenye magari hapa, mwangalie mfanye vitu vizuri vizuri. Naona biashara inshuka ichukuja chini, watu wanalalamika kafanya kazi. Wanangu, mjue kuzitoa pesa mfukoni. Mimi mwenyewe hapa angalau nikisema naja na mtu hapa 30,000 40,000 mimi ninazo kwenye mfuko. Itakuja kwa nini watoto wadogo? Bila kunifanyia kazi mimi kaifanyika kazi. Sasa taka tuibe. Sio kuiba. Mtu atakana umshike vizuri, umnyambue, ajue kutoa. Kwani mapenzi hamjui nyinyi na ninawafundisha mapenzi mimi? Wanaume tuwashika tuwapatia vinono lakini wagumu mama. Kama nini? Wanangu kazi inaonekana mshuka chini amuijui saizi. Itabidi niwapeleke skuli saizi wanangu. Kwa sababu naona sasa mnishukisha kazi yangu chini. Kazi naofanya mimi, wao wenyewe shughuli waijua. Itakuja kwa nyinyi? Wanangu kazi fanyeni mpate pesa za sawa sawa. Sawa? Ngoja nikwambie mada pia. Wanangu mtu aingie ndani bila pochi ulione. Mada sikiza. Basi wanaje ukatutafutia sisi hao wanaume wenye pesa. Hapo sasa mwanangu hata usiseme wewe. Manake wacha mimi sasa nita confirm nao, usha confirm wenye magari mapendesheo sawa sawa. Wanangu ndio msijali. Niambie shem. Poa vipi? Poa tu. Mambo fresh. Shwari kabisa. Karibu sheme, gajua kumekucha bana, ndo asubuhi hivi tubangaza bangaiza. Asante. Karibu keti. Naona uko busy. Bana, siwajua utafutaji wetu wewe kasija asubuhi. Niambie lakini shemeji yangu. Mimi niko poa. Niambie mbona nakuona kwa katikati furaha kama una huzuni kidogo, na furaha una huzuni. Wajua naweza kuwa nakuchosha. Kwa sababu matatizo yangu karibu yote nakutimizia wewe. Shemeji yangu, au nisikumii matatizo ila utafanyaje? Na mimi ndio mtu wa karibu na mume wako. Si unajua, mtu ambaye yuko karibu na mume wako lazima umwambie kila kitu kuhusu wewe. Sawa. Mimi niko na shida na dada yangu. Uko na shida na dada yako? Dada yangu siwajui yofanya kazi ya kuuza makahaba hiyo. Mimi nimetoka kwa mume wangu, nimekwenda kwake kama msaada wangu. Yeye pia anataka kuniuza mimi. Hichi kitu anachokifanya dada yako sijapenda kabisa. Na wala akija nifurahisha kabisa. Kwa nini dada yako anafanya kitu hichi? Na hichi kitu si kizuri sana kabisa. Mimi simuelewi kabisa. Tena ananiambia kama utaki so mkuja hapa ujiketia bure, kujilalia bure, wanye kujaza choo, hii kazi itabidi pewe ufanye. Hapana, itabidi dada yako mimi nimfuate haraka ili swala lisifike mbali. Kwa sababu itakuwa ni ugumu shemeji yangu jinsi ulivyo ufanani na kazi kama zile. Itakuwaje wewe unajiuza? Itakuwaje shemeji yangu unafanya kitu kama vile? Haipendezi kabisa. Haipendezi na mimi sijafurahia. Itabidi dada yako nimkanyagie upesi kwa kuhusu hili swala. Sawa shemeji, mimi nilikuwa ninakuja kuambia na kama utaenda utaongea naye akikuelewa. Sawa, mimi nitashukuru. Usasikia shemeji yangu? Nitasikia. Hili swala halina shida yoyote. Mimi niko pamoja na wewe na kila kitu kitakuwa sawa. Asante shemeji yangu, nashukuru sana.
Okay, sawa, haina shida. Haya, nikuache mwenyewe endelee na majukumu yako. Asante, karibu. Haya, asante. Hapa kwako bana, jisikie huru. Haya. Sawa shemeji yangu. Haya. Shemeji yangu bana. Naona kazi si nzuri saizi. Naona watu lalamika. Kwa nini mwanangu? Mama. Watu wengine sijui wako vipi. Mimi nakuamini mwanangu, hebu zunguka. Nakuamini bwana, angalia. Toto. Anaambie mwanangu. Hai. Shida moja. Twende mwanangu. Mama kwambia siku hizi napata tu beti za watu wakubwa. Hadi angalia sasa naanza sijui nimeanza kuisha. Mwanangu, pale chooni pale nilipoweka pale, zile vitu nilivyoviweka. Kuna shabu pale, kuna ninio jiwe hili, inaitwa shabu. Oga mwanangu, kisha oga ukimaliza. Tia shabu yako. Hilo, tia shabu. Mwanangu hawataiti. Unajua nini? Wewe mwanamke wewe. Sema. Wewe mwanamke. Sema. Hizo tabia zako acha. Niache nini? Wewe ukaba wako acha. Sikiza nikwambie wewe kwa taarifa zako. Unakuja nyumbani kwangu, wasikia? Mwanzo kuanzia juu mpaka chini wewe. Mama hebu tulia. Nasikia kitu. Hebu nini? Sema ukaba huo. Tabia za ukaba. Hebu tulia. Wewe unajua anafanya nini huyu? Wafanya nini? Hii hapa kazi. Dada yake. Kazi. Ati kazi. Wewe mwanamke acha. Sikiza nikwambie wewe. Tafute dada yako pale pa kumweka. Sio mwambie dada yako afanye kazi. Mwanzo kuanzia juu mpaka chini sijakuona kama mwanamume. Mimi naona kama mfanye kazi wangu analia nyumba. Hebu sikia. Naweza kukulisha na nikakuvisha ndani ya nyumba nikakuweka kaogelea. Hiyo haijalishi lakini nakwambia acha hizo tabia zako hapa. Tabia sitaiacha. Mtu mzima na akili zako. Sitaiacha tabia sababu ndio anilisha ndani ya nyumba. Yaani mwanamke mtu mzima kosa kazi. Sikesha wewe. Hebu niambie. Naweza kukulisha. Sikia. Watoto wa kike wazuri kuharibia. Nyamaza. Wasema dadake ya kuumani. Kwani wako? Ni wenu. Sijarekebisha bado. Kwa sababu hiyo ni kazi. Mwili wangu naje na mwili wangu umeisha sijui na nini. Hajaisha mwili mwanangu muonaje? Mama regesha twende. Hai. Ukiona shangaa huko nyuma. Upisho ndio wapi? Mtoto wangu utamwacha hapa. Na wewe kama ni wewe utakulisha. Nitakulisha nikuchelalia nyumba na nikuvisha. Ana pesa. Wewe una kitu? Mwanangu ataka wanaume afakuwa na kitu. Tunataka mapekesho. Kuna pesa. Tunataka mapendesheo. Kwa taarifa zako. Hai. Tunataka mapendesheo yenye pesa zao. Mwambie Makatele yenyewe. Wewe mwenyewe hapo pale draglenye. Mwanangu nipe. Nataka mwanangu sio na pesa. Na bado mwanangu. Zizi tunalo hatuna. Tuende nalo. Tuendelee. Tuende nalo mama. Halo. Changu ama mbona sielewelewi vipi? Mimi naamua bora niende zangu kijijini. Usiniambie, usinitanie shemegi bana. Kijijini? Hivi. Shemegi usinitanie bana. Nikutanie na nini? Mbona uchukue uamuzi haraka kiasi hicho? Mimi nahisi kama hapa mjini hapana maisha yangu tena. Bora nirudi kwa wazazi wangu. Hivi dada yako hicho alichokiamua kwake ni sahihi kabisa. Aone kama nakukosea. Hapana shemegi, hili swala mimi sitokubali. Sitokubali, hapana shemegi, sitokubali, hapana shemegi. Hapana, tulia shemegi. Najua hili swala nzito. Shemegi usifanye hivi. Unaniumiza moyo wangu. Sawa? Kitu sijapenda kabisa shemeji yangu. Hapana, usilie shemeji, sawa. Usilie tafadhali. Hebu kwanza tuelekee nyumbani, tuondoke nyumbani, sawa. Tuelekee nyumbani. Najua bado kusema. Lakini nisingependa. Basi usilie shemeji. Basi, sawa. Basi, usilie. Tosha, inatosha. Twende nyumbani, sawa.
Acha usijambo. Si jambo. Niambie mpenzi. Acha nikwambie. Niambie. Mimi kila siku na mwanamke wa Bedi. Kila siku yuenda zake kwa Sanga. Unasema kweli na mdomo wako na masikio yako kumuona na macho yako kweli? Kamuona hivi kabisa na macho yangu mimi. Usiniambie mwanangu. Kila siku nakwambia yuingizwa kwa Sanga. Mimi mwenyewe nilitoka hapo mpaka huko nikifika mwanamume anitelee jicho kisawa sawa nkita kama mkito. Mama mimi nakwambia sikudanganya hata sasa hivi yuko huko. Mimi watani waninio. Jezi yao maji mimi naja. Naona hapa tunachelewesha mimi. Wacha niende. Sawa. Nikuombea jamani. Habari yako? Nzuri. Nini dadangu tangu juzi sijamwona ndani ya nyumba na kila nikiuliza na wewe kwa hapa kwako yuko wapi? Mimi nasikia uchungu bwana. Dadangu yuko wapi? Maji. Mimi nasema na wewe tunaenda ndani. Wajua mama usinichanganye. Hata. Dada, yani bado ukiongea tu. Naongea sababu nasikia uchungu dadangu hayuko ameenda wapi nyumbani sasa hizi? Sijui anielewa. Yaani unakuja wewe, unakuja mbio wewe. Mimi nasikia uchungu dadangu wiki nzima. Simuoni na kila nikiulizia na boy kwa hapa ndani. Yuko wapi? Mimi nitasema nini kwa wazazi sasa hizi? Hapa ni pale pa biashara. Ndio pale biashara lakini kwa hapo ndani sasa mimi nauza kungalipesha kazi huko ndani. Wewe tuheshimiane. Tuheshimiane. Hii biashara sio kuingia watu ndani. Kweli najua lakini dadangu kwa hapo ndani. Nimekwambia dada yako hayupo. Tafadhali naomba unielewe. Hivi nikwambie vipi? Nikwambie na miguu ama nikwambie na kichwa? Sina chengine cha kuongea zaidi hapo. Sasa sijui utakuwa unatafuta nini. Sasa mimi naenda kwa mzee mtani. Nishaenda kwa mzee mtani chamu hii ndio utajua pale kumtoa dadangu. Nenda. Hata ushanikishanganya na biashara yangu. Yaani mtu mzima yule ambao dada yako hayupo bado anang'ang'ania. Sasa huyu nini? Fungua mlango bwana. Acha wasiwasi bwana. Nini bwana? Sanga mapicha gani wanaonesha kicha wangu anifungiaje mlango mimi ya bedi na maana nabadilika ama? Sanga nini? Hamna kitu vipi? Bwana nishawapicha ndugu yangu. Kwani kuna nini huko ndani? mbona ukanya vipi? Lazima ni ukali Sanga nifungie mlango nifungia bwana. Kwa sababu lazima pange vitu bwana. Mimi si mtu wa kike, ona ndani ya nini? Kwa ina maana kwa nishia perfume mumo ndani mimi. Sanga. Maana gani? Sanga. Sio kwamba ninachokiona Sanga ndio hicho. Sanga kinyesi sio nje lakini ukikanyaga lazima utachechemea. Kwa hivyo ulivyonifanyia roho yangu inaumia Sanga. Utarajia ufanye nini vipi Sanga? Kukupatia mke wangu mimi sikukwambia tuko tuzae naye. Ndio tuloka huko. Sasa ulitarajia fanya nini? Haijalishi Sanga, haijalishi. Sanga, tambua ni mwanamke huyu. Sanga unapokula na kipofu usimshike mkono. Madhira gani wanaonesha Sanga? Mimi kukuthamini na kupa mke wangu ishi naye ndio imekuwa madhira unanifanyia Sanga. Sanga. Mimi nilikuthamini kama ndugu yangu, sio kama Sanga nini Sanga? Lazima unakuongea kivipi? Sanga mpaka mtoto nimemzalisha mke wangu. Unaongea nini hapa? Sanga mimi kupa mke wangu sio kwamba tulikuwa sipendi. Nilikuwa napenda sana mke wangu. Kulingana na matatizo yangu na shida zangu ndio maana nikakuachia mke wangu Sanga. Madhira gani walifanyia haya? Nahisi bala. Sina la kuongea. Unala kuongea vipi Sanga? Sanga unala kuongea vipi? Mambo gani Sanga alifanyia? Sanga acha dharau bwana. Sanga niuma. Sanga inaniuma. Sanga mke wangu Sanga. Nikupatia ushi naye tu kama msa. Nani mwingine mtoto wa Kikenya, nilizaliwa Mombasa, nipo Nairobi, Eldoret na Nakuru, Kisumu City,
254 ndo yangu rapa pekee. MC hawanipendi mafans munitete. Masnichoko wengi inabidi nijiombe. Wakitaka ladha na wapata vanilla. Hadi kishika kipaza